when I begin by quoting that scripture, ama nilipoanza kwa kunukuu ile andiko, ni kwa sababu hapa Daudi alikuwa akimwambia Mungu, niondolee lawama kwa sababu nimetembea kwa haki na nimemtumainia Bwana, sitateleza. Ndipo akasema kwa mstari wa pili, nichunguze Bwana na unithibitishe. Jaribu viuno vyangu na moyo wangu, ama jaribu mawazo yangu na moyo wangu. Sema amen. Kwa sababu upendo wako uko mbele yangu kila wakati na nimetembea katika haki. Maana ya Daudi kusema hilo jambo, ningetaka tu niwafungulie siri, ni kwamba ndugu zangu, ni ngumu sana Mungu kumfanyia mtu kitu hata ngaji tutaomba masaa mangapi. Na nimekuwa nikisema hilo jambo tangu muda mrefu. Haleluya. Bwana kabla hajatenda jambo, ni lazima kwanza akuchunguze na akuthibitishe na ajaribu mawazo yako na moyo wako ili afanye kitu. Na nataka niwaambie leo, usiwahi danganywa na mtu kwamba kuna watu wako na nafasi kubwa sana kwa Mungu wakati ukifika maombi. Kama wote tunafunguka moyo, Mungu husikia watu wote. Lakini baada ya kusikia, jambo kubwa na la muhimu ambaye naamua kama Mungu amependezwa na wewe, ni wakati anapokujaribu, wakati anapokuchunguza, wakati anapokuthibitisha. Sema amen. Na kujaribu mawazo yako na moyo wako. Hebu mtu aseme amen. Unasikia ukienda Zaburi 139, Psalms 139 verse number 23, inasema, nafikiria zote tutajua inasema nini kwa wale mpata. Yeah? Inasema, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wickedness, any wicked way in me. Hallelujah. Nafikiria tunasikia. Akasema, nichunguze Mungu na ujue moyo wangu. Nijaribu na ujue mawazo yangu. Ona kama kuna njia ya uovu ndani yangu, na uniongoze katika maisha ama njia ya milele. Njia ya milele. Ningependa uweze kujua kwamba wickedness, when you are a wicked person, it might not be known to you. When a wicked person, I want you to listen very carefully. Wickedness is something invisible. Wickedness is not easy to be observed. In fact, even people around you might not know the extent of the wickedness of your heart. And David, hallelujah, and David, among all the things he did, or the sins he committed, there is nowhere in the Bible where the Bible says David committed wickedness. Though he murdered, which now the Bible calls it wickedness. But you see, the same person says, search me and know me, know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Hallelujah. So nataka uweze kujua hili swala la kwamba nichunguze
na uone kama kuna uovu ndani yangu. Nataka uweze kujua siku ya leo, uovu umzuia Mungu. Uovu ufanya Mungu asikusaidie. Na watu wengi, kulingana na experience ambayo nimekaa kanisani, nimejua watu wengi sana ni wicked. Hata wale wanaotoa sadaka kubwa kubwa. Kwa sababu unaweza kuwa unatoa zawadi hapa, sadaka kubwa hapa mbele, lakini kuna mtu nyumbani ambaye umemuumiza. Unaweza toa sadaka kubwa hapa, lakini kuna watu uliwanyima nafasi katika maisha kama, yani, praise the Lord. Do you know it is hard and very bad to be tolerated by people? I don't know whether you understand this. It is bad for people to tolerate you. To tolerate you means that they are tolerating you because they have no option, but you are there with all your prowess. Uko mahali pale na makuja zako zote. Sema amen. Hallelujah. Ni kama paka katikati ya umbwa na amefugwa kwa ile nyumba na hakuna hata mahali anaenda. Na umbwa na wao ni wa hiyo nyumba. Na paka anagwarusa wengine. Na kama umbwa ni 5 na hii paka anagwarusa, hata wakimkimbiza, wakizikizana umbwa wamkimbize, mwenyewe atasema niliwalete nyinyi wote hapa na mtakaa. So itabidi umbwa waanze kuzoea kujua kwamba huyu jamaa hako na makucha, lakini akikaa mzuri sinaenda ndani. Lakini akikasirika atatoa. Na akitoa lazima kukwaruza kidogo, na kukwaruza lazima uzoe kuvumilia mpaka kesho tena atoe ingine. Na asipokosewa na kufanywa chochote, those close inakaa ndani, lakini akikosewa zinatoka nje. Sema amen. Na wacha niwaambie, katika maisha ya Ukristo, ile vitu watu wanasema wanaona kwako una hii makosa ABCD ni vizuri na ni rahisi, lakini kuna hii kitu inaitwa uovu ambaye haijulikani mpaka Mungu akuchunguze mwenyewe. Sema amen. Na Mungu akikuchunguza na apate hizo vitu. Inaonekana Daudi alikuwa amejenga standard ya wokovu kiwango ya kwamba alikuwa anataka Mungu ajue moyo wake wote. Junge sema amen. Hallelujah. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. Ukiona mstari wa pili inasema you know my sitting down. Okay, namba 1 inasema, O Lord, you have searched me and know me. Umenichunguza na umenijua. Kukaa kwangu chini na kuamuka kwangu, waelewa mawazo yangu hata kwa mbali. Sema amen. Unajua mawazo yangu hata kwa mbali. Sema amen. So wakati mwingine ukienda kuomba, maombi yako huenda isibadilishe kitu, sababu hata kabla hujaanza kutoka kwa nyumba, Mungu alikujua. Alijua ni mtu aina gani. Alijua hata ubatiswe na oil wacha maji, huwezi badilika. Sema amen. Hata ukipewa meza ya Bwana peke yako, chupa mzima ya divai na sakramenti yote bakuli, hauwezi badilika. Sema amen. So Mungu ujua nafsi zetu. Praise be the name of the Lord. But let me tell you one thing that prayer can do. You see, most of the greatest men of God in the Bible, the heroes of the Bible, they were very weak people, but they were very open. What God likes, somebody say amen, is openness, brokenness, simplicity. Praise the name of the Lord. Do you know hiyo kitu ya kusema simplicity? Yani kukua mwepezi, kukua rahisi. Yani mtu anaweza fanya kitu kikubwa sana na atoke hapa kuambia sahi gata tarjito nimemaliza mtu hapa. Nimeua mtu sahi. Na unafikiria ana joke na kweli ameua mtu. Na anasema Bwana mnifanyie ile kitu mnanifanyia sahi sababu mimi nimeua kweli na sikuwa nataka kumuua. Poleni mnisamee kabisa. So inamfanya yani hata ungemuua, unajua ile mwizi alienda hapa akirudi
angerudi kesho yake na kusema Bwana, mimi nilikuwa sijui ni kitu gani niliingia kanisa, mnisamee, niliipa tu na sijui niliingia, tungemsamee. Ni rahisi sana mtu kama hiyo. Lakini sasa hizi vile anazidi kupotea, anazidi kuwa wicked, sababu anaficha ile kitu ndani ya moyo. Sasa chunguza wale watu Mungu aliwatumia katika Biblia. Sauli, mfalme Sauli hakuwa kama Daudi. Sema amen. Hakuwa kama Daudi, but he was a very hard guy. He was very a stubborn man. He was so proud and arrogant. Do you see that? Praise the name of the Lord. When David was going to the presence of God na kunyosha mikono na kumwambia Mungu, ni nani anaweza kujificha machoni pako wewe Mungu? Mimi ni nani hata unihesabu kati ya wanadamu? Sema amen. Ule mwingine alikuwa na kiburi ya kufanya Mungu kama mchezo, kwamba Mungu tunajua anapenda kondoo na ng'ombe, ndio tumeuaua hiyo, vile Samuel umesema tumeua Wameleki, tukabakisha kitu kidogo ya kumpea Bwana. Hii Mungu akiona pesa anabadilika. Praise the Lord. And that is what we are doing in our churches. We believe that if people give more sacrifices, if people give more offerings, God will change his mind. God is interested with material things. I want to say to every one of us today, those who listen here and those who listen from far, that God does not look for any material thing, because these material things, God can cause them to disappear and appear. So to him, there is nothing that has value, and there is no other creation or creature that God communicates with or interested with, except only the human being. So any moment we pretend or we believe that we can present something to show God that we do this, we love him, that is a lie. I want to say it is a lie. But listen to me. Saul, King Saul, yeye alisema tuliona ng'ombe ni mnono, tukaona kondoo wanono, tukasema Mungu atakula nyama choma, anapenda, anafurahia. Saul, nani akamwambia the problem is not what you present. The problem is not the thin or fat cows. The problem is not fat sheep or slim sheep. The problem is the condition of your heart, and now you take God. You are not taking God serious. You are not someone who is after God's own heart. Wewe sio mtu ambao unampendeza Mungu moyo. Wewe umemuumiza Mungu. Mungu amekasirika na amesema kwa nyumba yako hakutawahi tokea mtu atakaye kalia kiti cha utawala katikati ya watu wangu, kwa sababu hii kitu umefanya ni kiovu zaidi machoni pa Mungu. Yani kulete tu kondoo mnono, yani kuacha tu kuua kondoo, kuua hizo vitu na kulete, ilikuwa ni mbaya. Mimi naomba Mungu tunapoendelea, kama Daudi kamwambia Mungu, Zaburi 51:10, niumbie moyo msafi. Bwana, niumbie moyo msafi. Create in me a clean heart, O God. Create in me a clean heart, O God. Renew a steadfast spirit within me. In other words, make my spirit to walk according to you. Praise the Lord. Let me slowly and sincere say to each and every one of us, nobody knows that you are proud. Pride has no mirror from the proud man himself. Pride, praise the Lord, the mirror of your pride is another person. But that's why I was saying some people will be afraid to tell you are bad, because nobody who is bad want to be told that you are bad. Or nobody ako na kiburi aambiwe uko na kiburi. Na ukimwambia mtu mwenye ako na kiburi wewe ni kiburi, mtabishana. Ukiambia paka, umbwa wakimwambia paka uko na makucha, paka atabishana. Lakini wakati anakuarusa anasema pole.
ilikuwa ni mchezo, hata sikuwa na maanisha. I wasn't serious, I was just, ilikuwa nafikiria tu na kupea i5, lakini ikatokezea sasa imekuwa namna hiyo. Sasa Daudi akasema, you understand my thought afar off. Unajua mawazo yangu kwa umbali. Hauhitaji hata nikuje niombe, Mungu anajua. Sema amen. Wacha niwaambie ndugu zangu jioni ya leo, kabla hatujaomba, na haina maana ya kuomba kama mioyo zetu hasiko sawa mbele zake Mungu. Tutaomba miaka zote. Sema amen. Tutafanya kila kitu. Praise be the name of the Lord. Do you know the reason why we cannot live with other people? The reason why we cannot extend relationship. I wish I was talking to somebody. The reason why you cannot extend relationship, because relationship is God first principle. Relationship. Because God started relationship between himself and human being. And then he extended to the human being for people to relate. So don't think you are right because you reserve. Nimesikia watu wengi sana wanahubiri sana kusema kwamba kuna privacy ya mchungaji, kuna sio mchungaji sio lazima ujulikane na watu. I want to say that is a demonic gospel. Let us bring Jesus into the picture if we want the real church of Jesus Christ in our lives. Let us bring his church. Jesus himself always was with the people. When the disciples told Jesus Christ, send the crowd away because there is no food in this wilderness, Jesus said, no, they cannot go anywhere. These are my people. If you have no heart of people, you will never be a successful minister. You will never go anywhere in a ministry. If you believe only people are source of what you want, source of money, source of offerings, source of your cars, your houses, if God knows, because he knows from far, he knows your motive. God does not work with whatever we are preaching, the miracles we perform. God works with a motive. So God sees your motive inafaa. Anaona ulipokuwa unjaanza huduma, akaona ulipoona, ukasikia kwamba Mwiru aliguruma Nairobi, akaweka nuru kwa giza. Praise the Lord. Akafanya muujiza hii 2, 3, 4, akajenga magorofa, akakuwa billionaire. That is why you are inside the ministry. Let me tell you, as you can hear and see what is happening around the world, the time of God's judgments is near more than ever we thought. Somebody say amen. Siku za hukumu ya Mungu imekaribia kuliko tulivyo sikia na kuamini. Hebu sema amen. Sasa Mungu akisema kwamba ama Daudi aliposema Mungu wanijua kutoka kwa mbali. Na sijui ni kwa nini Mungu ametaka sana tuzingatie hili jambo la moyo. Sema amen. Sababu utajiumiza bure. Utajiumiza bure. Kwa maombi, kwa kufunga, kwa kutoa na kupokea. Sema amen. Sometimes we are not doing the original pattern of the instructions of the Holy Spirit, but we are doing what we are learning from other people. Even if I teach today about marriage, if I teach today about prayer, it will never be the same. The way God designed you to live in your family with your wife is different the way God makes me
to live. You can never teach a child to live like you. Say my amen. The features in other couples or the features in your spouse is different with the features in this spouse. They are different. Hello? The burden of prayer in our hearts are not the same. You are praying for God to give you land. Someone has enough land. He's praying for peace in his life. He's praying for God to take away sickness. Hallelujah. We are not going to pray equal. So that is why pattern of prayer is never the same. But one thing that is so important is that we must be guided by the Holy Spirit so that we walk according to Jesus' pattern. Somebody say amen. And the pattern of Christ is this: love. Hallelujah. Love. Love. Other things will cease, but love will abide. Hello. Love will last. Love will stay. Corinthians, 1 Corinthians, verse number 8. It says, love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and prophecy in part. But when which is perfect has come, then that which is part will be done away. Hallelujah. So the last verse 13 says, and now abide faith, hope, love. These three, but the greatest of these is love. Praise the Lord. Do to others what you expect others to do to you. Fanyia wengine ile ungetaka wengine wakufanyie. Sema amen. Praise the Lord. Fanyia wengine ile kitu ungetaka wengine wakufanyie. Ongea vizuri juu ya wengine jinsi ungetaka wengine waongee vizuri juu yako. Sema amen. Najua hamjaelewa hizi mambo. Tukiomba muda mrefu hapa na kuna uofu ndani ya moyo zetu, hatutasaidiwa na Mungu. Sema amen. Nashukuru Mungu kwa muda mfupi nimemtumikia Mungu. Na naomba Mungu asaidie kila mmoja kufika hiki kiwango ambapo kwako haitakuwa shida kubwa mtu anapotumia kilicho chako ama anachochukua kilicho chako. Sababu Yesu alisema kinyang'anywa kabuti pia na suruali upeane, ama upeane na trouser pia. Sema amen. Sijui utafanya nini meanwhile, lakini unapeana. Sema amen. Hivyo ndio Biblia inasema. Hello? So nilikuwa nataka kusema naomba Mungu atusaidie. Ni Roho Mtakatifu anasaidia watu. Lakini nataka tu niwaambie ni ngumu kukuwa Mkristo mkamilifu wakati unashindwa kumanage watu wawili ambaye wako na wewe karibu. Sema amen. Sababu wakati una focus na kusumbuka na udhaifu ya wengine, kuna wengine pia wanaona uko na udhaifu ambaye inawasumbua. Na maandiko inasidi kusema kwamba wewe unaosumbukia poriti ama inaitwa nini? Poriti jichoni mwa jirani yako, ondoa kwanza giziki ile iko kwa macho yako. Na nimeshindwa na Kiswahili, sijui kama inasema namna hiyo. Praise the Lord. Inasema toa kwanza, toa poriti kwanza kwa uso yako ili uweze kuona kipanzi
kipanzi, yani ile ya jirani yako ni kidogo, na we bado yani unatoa ndani ya kisiki, bado unaweza ona ya jirani yako na yako ndio kisiki. Kumaanisha kwamba, praise the name of the Lord, when we pray we really have sins, brethren. So don't ever kneel down to pray that God will punish some people. Nilisikia uchungu miezi michache iliyopita, wakati tulikuwa tunasumbukia mambo ya kupata makao mahali pengine. Nikaona ule ni kama kuna mtu alisababisha hiyo mambo kwetu tuweze kuingia, ni kama anataka kutunyang'anya pesa. So nikawa naomba na uchungu, nikaambia Mungu, na hii leo uweze nyamaza. Hii utafanya kitu. Sema amen. Na nikakumbushwa na Mungu, nifanye kitu gani? What do you want me to do? Then I realize, praise the Lord, God can sustain me without those things if I really love him. Praise the Lord. There is no guarantee of certain amount of money that will keep a man to be alive. But if we love God fully with all our hearts, somebody say amen. You know, if you compare these two characters, ukilinganisha watu wawili hawa, Sauli, mfalme Sauli na mfalme Daudi. Daudi alikuwa ni mtenda dhambi mara mingi sana. Sema amen. Alikuwa ni mtenda dhambi. In fact, Mungu angestahili kumuua Daudi mapema kabla ya watu wengine. Lakini Mungu hakumuua kwa sababu alikuwa na roho mwepesi sana wa kuja mbele zake Mungu na kutubu bila kusikia uoga. Siku ingine wakati aliona sanduku la agano likiwa limeingia katika Israeli, akaimba wimbo na akacheza muziki mpaka mavazi yakararuka. Sijawahi kujua ni muziki gani unaweza cheza mpaka trouser iraruke, unless ni kurukaruka, lakini mavazi ya Daudi lararuka. Halo, na iliporaruka, mke wake ambaye ni binti wa Sauli, alikuwa anaitwa Mikal, akakuja akamwambia, mfalme ina gani unaonyesha mapacha kwa vijana, kwa wasichana wadogo, unaonyesha uchi wako? Akamwambia, nimefurahi kwa sababu ya Mungu wangu alinipenda na akanichagua na akatoa baba yako. Imagine anatumia hiyo mambo. Nimemuimbia huyu Mungu alinipendelea, akanipa kiti ambaye baba yako alikuwa anakalia. Ni nini zimuimbia? Wewe leo uko hapa kwangu, na ili ujue na Mungu aifunge hiyo tumbo yako usiwahi kuzaa mtoto, sababu umeona watoto ukasikia vibaya. Na hiyo neno ikasimama. Mikal baka siku yake ya kukufa, Daudi alimzali mke wake sababu ya Mungu. Kuna watu wako na wifu na Mungu. They love God so much that if you say anything against God, they can kill you. People who are zealous with the Lord, people who are zealous with God. We are not after anything, brethren. And the more we are gathering here, the more we are facing difficulties, is the more we are getting closer to God. Do you know these things we are facing, hardships? Do you know the challenges we are facing in the life of our children? Is driving us closer to God. Every day, we get closer to God every day. Every day, you have been driven by the problem your children is facing. Unasukumwa na matatizo ambayo watoto wako wanakumbana nazo. Unasukumwa na vile kwenye hakuna shamba. Unasukumwa na vile wewe hauna ndugu, hauna mtu wa kumpigia simu. Unasukumwa wakati kila mtu hakuna kwa maisha yako. Ndipo Daudi akasema katika kitabu cha Zaburi 27:10, wakati wazazi wangu hawatakuwepo, baba yangu na mama, Mungu atanilinda. Praise the name of the Lord. Mungu atanilinda. Huyo ni mtu aliyokuwa akimtegemea Mungu kwa maisha yake. He wasn't looking for anyone. He was not after anything. Na Mungu akasema, Daudi niliyomchagua, ambaye yuko na moyo wangu, ako na moyo kama wangu. May I pray tonight that God will grant you that grace that your heart desires will match with the will of God, so that when you pray, your prayer becomes so simple.
You pray and God says, this is what I wanted to be prayed for. Hallelujah. Let me take you to another scripture. So as you know that from now onward, God is interested with your heart. Don't ever lie to yourself that when we sing good songs, God will be moved. When we pray long prayers, God will be shaken, and God will show pity, because God will say, this person has been here kneeling down all these long hours. Let me come down and listen to him. Praise be the name of the Lord. Famaroli prakashata pralabakanta. Baba yangu, Mungu wangu, saidia kila mmoja wetu aliye mahali hapa. Wewe Mungu umesema kwa Yeremia 17:9, moyo ni mdanganyifu kuliko kila kitu na una ugonjwa wa ukiwa. Mungu wangu, una ugonjwa wa kuvinzia. Ukasema nani ajuae? Mstari wa 10 ukasema, mimi Bwana uchunguza moyo na kujaribu mawazo, ili kumpa kila mtu kadri ya njia zake na matunda ya matendo yake. Mungu wangu, wewe hujawahi kufanyia mtu kisicho cha haki yake. Hata maisha tunaoishi saa hizi, Mungu wangu, wale tunafikiria fulani alitukanyagia, fulani ndio amekuwa mchawi, fulani ametufungia. Hakuna Mungu hakuna mwanadamu aliyetufungia. Wewe Mungu mwenyewe haujaridhika na jinsi roho yetu ilivyo. Haujaridhika na jinsi moyo wa huyu mpendwa ilivyo. Haujaridhika Baba na jinsi moyo wa huyu mama ilivyo Bwana. Baba, na kwa wakati mwingine moyo wa kupuuza, moyo wa kutoelewa. Kwa sababu umesema katika kitabu cha Isaya mlango wa 6, sura ya 6 mstari wa 9, kwamba fanya watu vipofu na ukafanya watu viziwi wasisikie, na ufanye mioyo zao kuwa giza ili wasielewe, ili wasije wakaona na macho na wakaelewa, na wakasikia na masikio na kuelewa na mioyo zao, na warudi ni waponye. Kumaanisha Mungu, mtu akielewa kitu atarudi na ataponywa. Atajua njia ile Mungu ulikuwa unataka na uponyaji wake utaingia. Sasa Mungu, mtu anabaki kwa moyo wa dilema, moyo wa kutoelewa, moyo wa kutofahamu, na giza inabaki kwa moyo wake, na hata saidika siku zote, kwa sababu ajui ana makosa ama ana, kwa sababu tu anajua kwamba yeye ni mtu wa kanisa, yeye ni mtu anywe pombe, afuti sigara, afanye usherati, anaona yeye ni mtakatifu. Self righteousness, my Father, is even sin than sin itself. There is nobody who should stand before you, God Jehovah, with self-righteousness. Our righteousness, O God Jehovah, is as filthy rags before your eyes. It is by your grace we are saved. And today I pray here, Father, for each and everyone who is seated here and those who are following us. Oh God, help us, O God Jehovah. Transform and change our hearts, O God Jehovah Almighty. Lord Jehovah, do something about the condition of our hearts. Do something even now, early, my Father, before time catches up with us, oh God. Because, my Father, days are passing every day. Nothing is changing in our lives, oh God. We are experiencing trouble after trouble. And we don't know the reason why we are facing all these challenges, because we have not examined our hearts. David prayed and said, examine my heart, my Father, and try me and know what is inside me. God, Jehovah Almighty, it is you who knows what is inside us. It is you, Lord, who knows what is inside this man of God. It is you, Lord, who knows what is inside this woman of God. Father, Lord, as I pray now, in the name of Jesus, stretch your hand, oh God, Jehovah. Change our hearts, oh God, Jehovah. Change our perspectives, perceptions, oh God. Change, oh God, Jehovah, our concept, oh God, Jehovah. My Lord and my God, transform each and every soul that is seated here today. Transform each and every soul, oh God, that is following us in the social media. Mungu wangu, badilisha moyo wa mtu hapa. Baba, tenda jambo Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na Baba yangu. Baba, labda wale watu tunawaona hawafanikiwi na hawafanyi kitu katika maisha. Mungu wangu anakupendeza. Baba, wakati tajiri na Lazaro Baba aliteseka na watu wakaona kwamba maombi yake haina faida. Baba, Mungu wangu, mateso ya Lazaro
Lazaro ilikuwa ni ya muda Baba, lakini baadaye upumzika kwake na starehe yake ilikuwa ni ya milele, na furaha ya ule tajiri Baba ilikuwa ni ya muda, lakini baadaye akamalizia mateso, akamalizia jehanamu, akamalizia kuungua moto. Baba, tusaidie kuweza kubalance, tusaidie tuweze kujua ni wakati gani Baba Mungu wangu tunastahili kusaidia nani, tunastahili kumtembelea nani, tunastahili Baba kufanya nini, katika jina la Yesu. Baba, tunaomba Mungu Baba mwenye huruma, Baba mwenye rehema, Baba mwenye rehema, Baba mwenye rehema, Baba wetu wa huruma, Baba Mungu wangu, Baba shukisha kibali, Baba shukisha rehema, Baba shukisha rehema. This is first of the month of April, and the calendar that we have now suggests that this was the week that Christ was crucified. And since this is the week, and according to what is happening around the world, I want to tell you with sincerity that according what there is a huge burden in the spiritual realm, and the Holy Spirit, there is a burden in the spirit, because many people, when they are put into test by God, God sees that we are of more humanism, we are more of the world than of the kingdom of heaven. Am I talking to anybody? We are more of the world, more of the earth. We are obsessed with material world. We are praying so that God can give us material things, so that we imitate others and we show others that God also has answered our prayer. I don't know what did the earthly people who are very rich prayed. Where did they pray and what did they do for them to have those things? Earthly things can be acquired in different ways. You can become corrupt. You can go to school and learn. You can have skills to sell. Then after you sell your skills, you get money, you build these things. But I want to talk about us, children of God. Anything, it has never been an issue to God to give you anything. But David was very prudent by saying, Lord, examine my heart. Examine my heart. Try my thoughts. Try my thoughts. Because I'm that kind of person. If you will give me cease, I might run away. Solomon said, do not give me more than I need, Lord, so that I cannot swell with pride and deny you. Give me what is content, what is enough. Give me what seems enough for you, what I can control, what cannot push me out of your presence. Give me something, my Father, that will sustain me in your presence. That is the prayer of someone. When you see, compare two women in the Bible, sisters, Mary and Martha. Martha was so concerned with the affairs of hospitality. You went around the house, cooking, doing a lot of things, looking for good recipe to prepare food for the Lord, the things of this body, things of this flesh. But Mary sat under his feet, and he was listening to what Jesus was saying. When Martha came, she was so troubled and said, Jesus, why do you allow this girl to sit under your feet and there is a lot of work outside there? Then Jesus said, Martha, you are overburdened with trouble in your heart. You are so troubled. This woman has chosen the right place. The right place is to be where God is. If you cannot have food but you have Jesus Christ, if you cannot have clothes but you have him, if you cannot have anything but you are closer to him, he is the owner of everything. He can decide within a fraction of a second to say that I will give you the whole world, you alone, because you've been with me. Somebody say amen.
Let us choose today. Can we today once and for all commit ourselves to the hands of God? Tupeane mioyo zetu kwa Mungu. Mwambie Mungu, mimi najua nimeokoka kwa sababu ya kuja kanisa. Mimi najua nimeokoka kwa sababu najua maandiko. Mimi najua nimeokoka kwa sababu mimi ni pastor. Mimi najua nimeokoka kwa sababu najua kuomba. Lakini leo Mungu, nimekutolea moyo wangu kando na matendo yangu ya kila siku, sababu nimeshindwa kujua ni nini iliyo ndani yangu. We mwenyewe sasa chukua moyo wangu, fanyia ile kitu nataka kufanyia, na uniweke sawa na mapenzi yako, kwa sababu nikikaa sawa na mapenzi yako utanisaidia hata niombe ama nisiombe. Sema amen. Let me ask you a very simple question. Am I leading you to do a wrong thing because you are silent? But listen to this. Praise the Lord. Do you know a child of a rich person doesn't need to tell the parents of their affairs every often times? Mtoto hawezi kuja asubuhi kila siku ya tajiri, baba, nguo imeisha. Wakati mtu wako na utajiri, unaletea nguo mtoto yako, either aulize ama asiulize. Praise the Lord. Mimi nikienda town sababu na nione nguo mzuri kwa mtoto wangu, hata siwezi kumpigia simu nataka nguo, nanunua, namletea. Kesho tena majaribu inakuja, ingine ni safi, nanunua, nalete. Kesho tena nakuta kitu kingine, nanunua. Hiyo roho ambayo iko kwangu ya kuovershop kwa ajili ya mtoto, sema amen. Hiyo ni roho ambayo Mungu yuko nayo. If your heart is aligned to him, don't think you need to pray for anything. You don't need to ask him. He knows even before you ask for. I wish I was talking to somebody. He knows even before you ask for. Let it be your prayer today. Amen. How many of you believe that all that we think we have done to God is filthy rags? We all believe. Amen. Do we believe that all that we call mimi nimeokoka? Unajua kuna kitu inasema, tunafikiria fulani anafanya hivi na hivi na hivi. Unajua watu walimulete mwanamke mbele ya Mungu, mbele ya Yesu, akakuja kumjaribu Mungu, kwamba Yesu, sisi wanadamu ndio tunajua kufanya kazi, wewe ambaye ufanyi. Hii mama tumempata kabisa hapo, na alikuwa anaendelea na usharati. Yesu hata hakuuliza wapi mwenye alikuwa anafanya naye usharati. Akauliza tu, wao wenyewe akasema imeandikwa, na lazima tufuate andiko. Imeandikwa watu kama hii ni kutandikwa mawe na kumalizwa, na hata hiyo mawe hatutafuti tena, tuko nayo. Those people who want to destroy you, they have it, what they want to use to destroy you. Those who are accusing you, they have what they accuse you with. Do you know accusation that is labeled on you, it is hard for you to clear yourself or to defend yourself. Sisi tumeitwa devil worshiper, tumeitwa majina mingi, mpaka watu wanafikiria nikienda Mombasa naenda kulete dawa, nikienda Nigeria naenda kulete uchawi, mpaka hata sina nafasi, na wakiona kweli ni evidence, kwa sababu wao wenyewe kwa makanisa wao waombewi, mtu hawezi piga nduru akiombewa. Mimi nikiguza mtu anarukaruka, hii ni uchawi, na wakiweka ni sawa, lakini hawajui mbele ya kiti cha hukumu nani atakaye bakia akisimama. I want to tell you, the woman who was caught with the act of adultery, yule mwanamke aliyeshikwa na dhambi hapo nje, ndio aliokoka peke yake, ndio alibakia akisimama. Nataka nikuambie leo, kama Mungu ni wa muhimu kwako, na kama matatizo ulio nayo itakusukuma kwa Mungu, nataka nikuhakikishie utabakia peke yako ukisimama mbele ya Mungu. Wale waliokuongea vibaya watakuwa mbali na wewe. Sema amen. Those people left with the stones.
The woman who was supposed to be executed remained standing. Jesus asked her, did anybody condemn you? Kuna yote aliyekuhukumu? Mama akasema, hakuna Bwana. Hebu sema amen. Hakuna. Hello? Hakuna. Sijui bado naongea na mtu. Hakuna. Yesu akamwambia, nami pia kama Mungu sitakuhukumu. Nenda na usitende dhambi tena. Sema amen. Wokovu yake ikaanza mahali hapo. Huyo mama alikuwa ni mkubwa hata kuliko bishop. She was supposed to be ordained to be an archbishop. Imagine Mungu mwenyewe ametangaza kutokea saa hii hauna dhambi, naenda na usifanye dhambi. Meaning that the life you are going on with now should be different with the life you've been living. Go and sin no more. Or live and sin no more. I want us to believe today. Nilikuwa nataka tumwambie Mungu. Funga tu macho yako. Umwambie Mungu, najua nimeokoka. Najua mimi ni mtu wa dini. Najua mimi ni mtu wa kanisa. Najua mimi ni mtu niko na cheo fulani. Najua kuimba. Najua kuomba. Ninajua Mungu wangu kuona makosa. Najua giza, najua nuru. Ninajua baba mbaya na najua nzuri. Lakini kitu moja Mungu sijui, ni vile unavyoona moyo wangu. Niko namna gani moyoni mwangu? Ni kitu gani unajua ambaye sijui moyoni mwangu? Mungu wangu, chunguza Mungu moyo wangu. Mungu chunguza moyo wangu. Mwambie achunguze. Mwambie Mungu achunguze moyo wako. Usinyamaze dada yangu, usamaze ndugu. Maybe kuna kitu Mungu atashughulikia leo kwa moyo wako. Ni kama kitu imeng'olewa na maisha yako ibadilike dakika hii. Toreta Mungu. Nene mimugu lelda nyune mogire. Nene ya uchova nigeri direkyo. Nene mimugu lelda nyune nigeri ko memache. Nenga dano kurenge kiboityo. Ganda no bishop. Ganda no mdoindet. Ganda no giro lagay kusirip tenge ginik. Ko nene gere Jehova. Amuna no gere bikke changu tenge ginik. Ko no gere logir tay ko legir tay mano Mungu. Or walking bi ko mor walking ge nyoyonga Jehova. Father, forgive me. Show mercy on me, Lord. In the name of Jesus Christ. I know you are so merciful. I know you are so caring. Lord God. Search my heart and know my anxieties. Search my heart, my Father, and know me. Try me, my Father, and know my anxieties. Oh Lord God Almighty. Lord, you know, you understand me, and you know me from afar. You know my thoughts. You know what I think. I am not pretending. Even if I pretend that I'm a Christian, you still know me. You cannot judge me, my Father, and you cannot treat me nicely because I'm available in the church. You cannot treat me, God, with love, with partiality, more than other people because I am found in the church. Because you are the Lord God of justice. God Jehovah, the whole world belongs to you. The whole earth belongs to you. Father God Jehovah, you give rain to the just and unjust because you are a just Father. You treat all people, my Father, equal. Those who pray, those who don't pray, they receive the same rain. They receive the same harvest. Because God Jehovah, you are not a Christian. You are not, oh God Jehovah, a church God. You are a universal God. You exist, oh God Jehovah. You don't live, my Father, in the domain of humanity. You existed before existence. Father God Almighty, you are not just there. I pray, Father, may you show mercy. Show mercy to me. Touch my heart today. Father, I've decided to come before you with a broken heart. May you forgive me. Lord God Jehovah, where I have misbehaved, where I have erred, Father, forgive me, Lord God Almighty. I bow down before you and ask you for mercy. Mercy. Mercy, Lord. Mercy, Father. Mercy, Father. Mercy, Lord. Mercy, Lord.
Mercy, King of glory. Mercy, Lord. Mercy, Father. Mercy, Lord. Show mercy on my heart. Show mercy on me. Baba nirehemu. Baba nirehemu. Wewe mchunguzaji wa moyo, wewe unaojua fikra zangu, wewe unaojua njia zangu. Nahitaji Baba vitu nyingi, nahitaji wanadamu Baba chini yangu Mungu wangu, na yote unauliza ni ya nini Mungu wangu, nifanyie nini Baba? Niko na roho aina gani? Niko na kitu gani Baba ambaye nastahili kupokea watu wote, ambaye nastahili kupata hizo fedha zote Baba? Nina nini ya kudai hizo vitu yote? Mimi ni nani Bwana? Baba Mungu wangu, ninapoomba Baba, mimi nani mbele zako? Mimi ni kiumbe gani? Mimi ni kitu gani Baba? Majina zangu ina faida gani Baba Mungu wangu? Ujanja wangu inadhihirika kwako Mungu wangu. Ukinichunguza unaona moyo uliojaa udhalimu, moyo uliojaa ujanja, moyo uliojaa hila, moyo uliojaa udanganyifu, moyo uliojaa ufisadi, moyo uliojaa kiburi, moyo uliojaa Baba mambo prolia kraba zaida. Baba, ni kitu gani umeona kwa moyo wangu? Nitore tanu Jehova, tore tanu Mungu, tore tanu Jehova, tore tanu irira nanu Jehova, irira nanu Mungu.